Na shukrani njema zote zinamstahiki Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi, na yeye ndiye anaendelea kukadiria maisha yetu. Kwa sisi ambao tuko hai na wenye afya njema, tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pia tuna jukumu la kuwaombea dua wenzetu ambao kwa wakati huu wako hospitalini, wengine wapo magerezani, wengine wanapitia changamoto mbalimbali za kibinadamu. Lakini pia kuna wengine wenzetu hawapo kabisa katika mgongo ardhi. Hao Mwenyezi Mungu amewaondoa katika taswira hii ya dunia na kuwapeleka kuanzishia maisha mengine. Niliahidi ya kwamba Maalim Jongo is back. Nimerudi kwa ajili ya kufaidisha, kwa ajili ya kufundisha, kwa ajili ya kuelimisha katika eneo hili linalohusiana na masuala ya unajimu, kwa maana ya nyota, masuala ya utabiri, tafsiri ya ndoto, lakini pia vile vile ishara ya mambo kadha wa kadha. Ndugu zangu, nadhani katika kuzichambua nyota nilishia bila shaka ni nyota ya 4 au ya 5. Bila shaka nilishia nyota ya 4 au nyota ya 5. Miongoni mwa sababu ambazo zilinifanya nishindwe kuendelea, kwa sababu maswali yalikuwa ni mengi sana. Watu walikuwa wanataka kufahamu kwanza mahusiano ya moja kwa moja baina ya kile ninachokizungumza na maisha ya binadamu. Kina mahusiano gani? Yaani nyota hii au hizi nyota au hii elimu ya nyota ina mahusiano gani ya moja kwa moja na maisha ya binadamu. Kwa hiyo nimeona si busara zaidi kuendelea kutoa elimu, ingawa kuna watu wengine hawafahamu kile ambacho mimi nakizungumza. Kwa hiyo mtaniwie radhi, nitarudi nyuma kidogo kwa ajili ya kuona namna gani naweza nikawafaidisha watu wengine kwa nyota zina mahusiano gani, au nyota ina mahusiano gani na binadamu. Nyota zina mahusiano gani na wanadamu. Tunapozungumzia nyota ni ile hali inayoambatana na mtu siku ya kwanza kuzaliwa au siku ya kwanza kupewa jina lake. Siku ya kwanza kuzaliwa, huyo mtu inatuashiria moja kwa moja kwa hii siku aliyozaliwa, siku ya Jumanne. Hii siku hii ni siku inayowakilisha sayari gani? Ile sayari tunayoiona au ile sayari inayofahamika au yenye kufahamika kwa siku ile, tunakwenda kumtafsiri huyu mtu atakuwa na sifa gani. Amezaliwa leo, kwa mujibu wa siku hii ambayo amezaliwa, atakuwa na sifa gani? Kwa sifa alizokuwa nazo ndio inaleta maana kuwa huyu mtu pia anatumia nyota gani. Ifahamike hivyo, ieleweke hivyo, kwamba watu hawajaamka tu kusema kuwa huyu anatumia nyota ya kondoo, huyu anatumia nyota ya mashuke. Hapana. Ifahamike, itambulike ya kwamba hii ni elimu ya kale, elimu ya zamani, elimu ambayo ilisomwa na kusomeshwa kwa miaka mingi kwa manabii na mitume wa Mungu. Walisoma elimu hii na walisomesha elimu hii. Kwa hiyo kwa ufupi tu tutapata nafasi ya mtu kinyota kutokana na siku gani amezaliwa. Lakini sehemu ya pili tutafsiri nyota, jina gani amepewa. Kwa hiyo jina itatafsiria nyota gani anatumia, lakini pia siku aliyozaliwa pia itatafsiria nyota gani anatumia. Nimeamua kuzungumza hayo kwa muhtasari kwa sababu moja tu. Huwezi kumaliza elimu na huwezi kumaliza faida ya kitu fulani kupitia clip. Lakini kwa yule ambaye anayehisi anahitaji kufahamu zaidi, namba zangu za simu zinapatikana katika bio yangu TikTok,
zinapatikana Facebook. Unaweza ukanipigia na unaweza ukaniuliza jambo lolote linalohusiana na haya ambayo nimekwisha kuyazungumza. Ni kwa mukhtasari sana. Kwa yule ambaye atakayehitaji ushahidi juu ya hayo, basi aje huko, naweza nikamfidisha, naweza nikamsaidia kwa namna moja ama nyingine. Asanteni sana, mpaka siku nyingine inshallah, Mungu atakapotupa wasa na atakapotuafikisha kuendelea kuzungumzia mambo haya yanayotuhusu, hususan mambo yanayohusu masuala ya nyota na masuala ya unajimu kwa ujumla na ishara ya mambo na kutafsiri ndoto. Asanteni sana, mpaka siku nyingine.